ومن أخطر الناس على حياة المسلمين دعاة الشر والسوء والبدع والضلالات والأهواء، هم أشد الناس بلاء على هذه الأمة وأشد الناس خطرا على هذه الأمة، فعليهم أن يتقوا الله وأن يفهموا كتاب الله وأن ينصحوا لله وأن ينصحوا للمسلمين. هذا الذي يجب. الغش لا يجوز، لا في دين المسلمين ولا في دنياهم. الغش موجود، المغالطات موجودة، التلاعب موجود، تلاعب بالعواطف، تلاعب بالعواطف موجود، دغدغة العواطف العمياء موجود. يجب أن نواجه الناس بحقائق الإسلام وبأنوار الإسلام وبهداية الإسلام وبهداية القرآن والدعوة إلى إلزام أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره والإيمان الصادق بما فيه من عقائد في أسماء الله، في صفاته، إخلاص عبادة الله عز وجل، توحيد على طريقة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. هذه هي الدعوة الصحيحة التي سار عليها الأنبياء ويجب أن يسير عليها المسلمون، ومن حاد عنها فوالله ما أمامه إلا الدمار في الدنيا والأخرى، عقوبة من الله تبارك وتعالى لمن يتنكر هدايته وطريقته وهديه. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ويسر لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين، وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين. نحمده على ما من به علينا من أنوار اليقين، ونشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين. صلى الله وسلم على نبينا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، صلاة وسلاما دائمتين إلى يوم الدين. أما بعد، leo tutaendelea na ile ratiba yetu au na ile maudhui ambayo tulianza jana katika lailatu qabla ams, lailatul jumaa. Kwa ilikuwa ni juzi. Kwa tutaiacha ratiba yetu, tutaiweka pembeni kwa somo hili moja. Ilikuwa ni somo la tauhid kwa maslahi ambayo yapo katika kufululiza kulizungumzia jambo hili, na kama Allah tabaraka wa taala atatuwafikisha kuyakamilisha yale ambayo tumedhamiria kuyafikisha kwenu ndani ya usiku huu, basi tutafanya hivyo, itakuwa tumelimaliza jambo hilo. Wa illa basi tutaangalia maslahi yatakavyokuwa. Maudhui yetu ilikuwa inahusiana na suala la bid'a na kugawanywa kwake. Bid'a na kugawanywa kwake. Maudhui hii tumeileta kwa sababu ambayo nimewatajia,
kwamba kuna watu wanajaribu kuhafifisha na kudhoofisha maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallama yasibaki katika hali ambayo yeye ameyakusudia, yasibaki katika ule muweko aliokusudia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na miongoni mwa watu hao ni ndugu mmoja akiitwa Mubarak Aweso. Bwana huyu alizungumza na tumepata makta ya sauti yake akielezea kwamba katika msingi wa kisheria ni kuwa jambo lolote jipya likiafikiana na misingi ya sheria litakuwa ni jambo la sawa, na likikhalifiana litakuwa ni makosa. Kisha akaendelea katika aliyodai ni kwamba wanawachuoni wakubwa wamegawa bid'a katika sehemu kuu mbili: bid'a ambayo ni hasana au bid'atu huda na bid'atu dhalala, bid'a ya uongofu na bid'a ya upotevu. Na ni maneno yananukuliwa al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala kwamba amesema, na maimamu wengine. Sisi hatupingani na hilo wala hatumpingi katika hilo, bali tunachokielekeza ni kwamba je, hivyo ndivyo anavyosema yeye ndivyo wanavyokusudia maulama? Kwa hilo ndio jambo la msingi. Maana mwanachuoni anaweza kusema maneno ikawa malengo yake na nia yake na ibara zake zinaelekeza kwamba anakusudia kitu fulani, wewe ukaja ukayachukua maneno yale ukaweka kwenye maana nyingine kinyume, ukawa tatiza pale, ikaonekana kana kwamba huyu mwanachuoni anachokizungumza kinaafikiana kile ulichokisimamia wewe. Haya hayakufanywa kwa maulama peke yao, bali yamefanywa hata katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wakazichukua wakaziweka mahali sipo, bali hata Qur'an. Sasa ni wajibu kwa wale wenye kufahamu kurudisha kila kitu mahala pake. Kimwona mtu achukua hili aliweka huku, wewe kama unao uwezo wa kulirudisha lirudishe, liweke sawa, waambie watu kwamba huu utaratibu si sawa. Kwa hiyo hilo ndilo ambalo limetusukuma sisi katika kulisawazisha jambo hili. Katika maneno yake mengi aliyoyazungumza, nukta za kuzidhibiti ni nukta kuu mbili. Moja ni ile ambayo nilitangulia kuizungumza juzi, na nyingine ni ambayo nitaizungumza leo, lakini pia na ile ya juzi nitaikariri tena leo insha Allah. Katika maneno aliyosema, akadai kwamba hii ndiyo mizani ya kisheria iliyowekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama, ndiyo mizani iliyowekwa na masahaba zake. Likiwa jambo ni jipya likiafikiana misingi ya sharia litakuwa ni sawa, likiwa linakhalifiana litakuwa ni makosa. Na ndivyo manhaji ambayo kwamba imefuatwa na wanazuoni wakubwa, akasema wanazuoni wakubwa kutoka zama hizo za kale. Tumesema maneno haya la ghubara alayhi, hayana vumbi juu yake, iko sawa kabisa. Lakini je, vile anavyokusudia yeye ndivyo? Kwa sababu tunaweza kusema kwamba ni kalimatu haqqin urida biha albatil, ni maneno ya haki lakini yamekusudiwa kwa maneno hayo batil, kwa sababu kutokana na vile anavyoyatumia na yale anayoyatetea. Kwa sababu kwa maelezo haya ambayo ameyatoa yeye na wengineo miongoni mwa wanaotetea mambo ya uzushi katika dini, wao wanaona jambo lolote jipya likiafikiana misingi ya sharia litakuwa ni sawa, likikhalifiana litakuwa ni makosa. Alafu wakawa wakisema maneno hayo hawaweki wazi makusudio
ni nini maana ya kukhalifiana na ni nini maana ya kuwafikiana. Kwa kutokuweka wazi hilo, watu ambao hawana ufahamu, hawana elimu, wala hawana misingi madhubuti itakayowasaidia katika kazi ya uchambuzi wa baina ya linalofaa na lisilofaa, watu wa aina hii wanajikuta wanababaika, kwa sababu wewe umeliacha tu jambo na ni jambo linataka upambanuzi. Wewe umesema tu jambo likiwa la kheri, jambo likiwa ni zuri, basi litafaa, kama likiwa baya basi litaje, bila ya kufafanua. Kuna watu watababaika na watakwenda mbali zaidi kama tutakavyoona katika maelezo haya. Kwa ilikuwa ni lazima kuwepo na vipimo na mizani ambayo inazingatiwa katika sheria katika kuyapitisha mambo na kadhalika katika kuyahukumu mambo hayo, vipimo ambavyo vitakusaidia kujua kweli jambo hili halifai na liko kinyume na sheria, na hili lafaa na limeafikiana na sheria. Kutokuwekwa wazi jambo hili kumewapelekea baadhi ya Waislamu wakadhania ya kwamba mtu na nafasi ya kuzusha katika dini jambo lolote maadamu nia yako ni nzuri. Una nia njema, wafanya jambo kwa ikhlas kabisa na lengo lako zuri, basi fanya. Wewe nia yako si nzuri, fanya. Kuna watu wanaona ya kwamba hicho ni kipimo. Sote tumekusanyika hapa, tumeacha mambo yetu, tumeacha shughuli zetu, watu wametoka mbali kwa sababu jambo hili la kheri, alafu watu waambiwe hili halifai. Yani lugha kama hizi. Kwa wanaona kwamba ile nia yako, jitihada ambayo unaifanya wewe katika jambo hilo itatosha kuliita kwamba jambo hilo ni zuri na linafikiana na sheria, kulitafaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanaozungumza hawaweki mizani ya kupambanua mambo. Jambo jingine, watu wanafahamu kwamba yatosha tu kwamba jambo hili lina asli katika dini, kwamba asli iko aya. Kwa mfano, imekuja aya imeamrisha watu kuswali, wa aqimus salah. Maadamu tumeamrishwa sisi kuswali, basi mtu unaweza ukaswali tu swala yoyote wakati wowote kivyovyote, na wala hutaulizwa kwa nini wewe waswali hivi, kwa nini waswali swala hiyo. Na pengine ukimuuliza kwamba basi hata swala pia. Kwa hiyo wao wanachoangalia ni ile asili ya jambo, na ndipo pale wakawa wanatumia baadhi ya aya na ahadithi zilizokuja kwa ujumla. Kwa mfano, Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kwenye kitabu chake aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Hakika Allah na malaika wake wanamtakia sala mtume sallallahu alaihi wasallam, wanamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Enyi ambao wameamini, mswalieni yeye mtume sallallahu alaihi wasallam na mumtakie amani, kumtakia amani. Amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kuna watu wanaona kwamba una hiari, unaweza kuitekeleza amri hii vyovyote vile unavyojisikia wewe. Kuna watu wana fikra hizo, wanaweza wakaweka kitu na utaratibu wakisema maadamu sisi nia yetu ni njema na tumeamrishwa jambo hili tulifanye, na jambo hili lina asili, wakalifanya vile wanavyoona wao. Kadhalika, qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidhalika falyafrahu, sema kwa sababu ya fadhila za Allah na rahma zake, basi kwa sababu ya hayo furahikeni. Wanawachuoni wameeleza maelezo mengi kuhusu maana ya fadhila, maana ya rahma ni nini, wamekhtalifiana, kila mmoja ametaja maelezo tofauti tofauti.
lakini yote utakuta narudi katika sehemu moja. Lakini wako wanaosema kwamba rahma ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wapo wanaosema hivyo, nani? al-Imam al-Alusi na wengineo, wakieleza ile aya wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kwa rahma ni mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa tujalie ndio hivyo, ina maana kwamba sisi tumeamrishwa tuisherehekee rahma, tuifurahikie. Sasa kuna watu wakaona kwamba maadamu tumeambiwa tufurahike, basi tutafute ngoma zetu sisi, tuambe ngoma, tutoke nazo barabarani, tupige, tucheze, tufurahi. Mna nini nyinyi? Tunafurahikia mtume, tumeambiwa fali yafrahu. Yani yatosha tu kutamassak biumumati alkitabi was-sunnah na kuzifanyia kazi bila ya kuangalia bayani kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa jambo hili si jambo sahihi, ni jambo la kimakosa. Na makosa haya yametokana na nini? Imetokana na yale maelezo kwamba maadamu jambo hili ni zuri na halipingani na sheria, fanya. Na maadamu jambo hili lapingana na sheria, usifanye. Sasa hapaelezwi kuwafikiana na sheria ni kupi na kupingana na sheria ni kupi. Sasa ndio hili tutakatulieleze leo, huku kupingana na sheria ni kupi, na kuna maswali yanakuwa ya kudodosa ya kuuliza, yataka majibu. Miongoni mwa mambo hayo, kwanza sisi tutasema nia njema na nia nzuri, makusudio mazuri hayana nafasi, au nia njema haina nafasi ya kulifanya jambo baya liwe zuri. An-niyatul hasana la taj'alu as-sayyi'ata al-hasana wala taj'alu al-bid'ata sunnah. La taj'alu as-sayyi'ata hasanatan wala taj'alu al-bid'ata sunnatan. Nia njema haiwezi ikabadilisha jambo baya ikalifanya kuwa ni zuri, wala nia njema haiwezi kubadilisha jambo la bid'a likawa ni sunna, kwa sababu wewe nia yako nzuri, lakini nia yako nzuri, innamal a'malu binniyati. Mtu akasoma hadithi innamal a'malu binniyat, pia imekuja kwa lafzi innamal a'malu binniyah kwa ifrad. Kwa hiyo mtu akawa ameng'ang'ania hapo kwa sababu nia yake ni nzuri. Katika sheria hakuna hilo, kwa sababu alghayatu la tubarriru alwasila. Yale makusudio na lile lengo halisafishi njia, kwa sababu eti wewe utakufia kwenye lengo fulani, basi njia mbaya unayoitumia itakuwa ni halali. La, maadamu kwa sababu utakwenda hija, basi wewe waiba tu mali za watu, wapige makabali huko ili upate pesa uende hija. Kwa nini? Kwa sababu nia yangu mimi nzuri. Haitaweza nia nzuri kusafisha hii njia mbaya unayoifanya na kuipa uhalali. Sasa tunapotazama kwa upande wa masahaba, au tukianza upande wa mtume sallallahu alaihi wasallam, katika ile hadithi ya Anas ile walipokuja watu kwa wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawauliza wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu amali zake za siri. Ni hadithi ya Anas ambayo akhrajahu ash-Shaykhan, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema walikuja watu min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasaluna azwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an amalihi fi sirri. Walikuwa wanawauliza wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu amali ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika siri. Hivi mtume sallallahu alaihi wasallam afanya nini na nini? Nafahamu. Kwa hiyo faqala ba'dhum la, wakasema baadhi yao wakasema la atazawwaju an-nisa, وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. baadhi yao wakasema mimi bwana sitaoa. Waliposikia kwamba mtume swalla salam afanya ibada kadhaa, wakaona kidogo mtume ibada zake kidogo,
Sasa sisi kwa sababu yule kashasamehewa, sisi bado tujasamehewa, akasema mimi siowi. Mwingine akasema hapana, na mimi sili nyama kwa sababu ni kupenda dunia itakuwa. Na mwingine akasema mimi sitalala katika tandiko, takuwa na swali tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofikia hayo, fahamidallaha wa athna alayhi wa qala ma balu aqwamin. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata habari hizo akasimama akamhimidi Allah na akamsifia, akasema wana nini watu, ma balu aqwamin, wana nini watu wanasema kadha wa kadha, lakini usalli wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwaju an-nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Lakini mimi ninaswali usiku na ninalala. Na yule mmoja akasema yeye halali kabisa na kuswali usiku kucha, na mimi ninafunga baadhi ya siku na siku nyingine nafungua, na mimi ninaoa wanawake. Kwa yule mwingine anasema mimi sioi kabisa. Sasa yoyote atakaye iacha sunna yangu kwa kuichukia, atakayechukia sunna yangu akaiacha, si katika mimi. Kwa hiyo hawa walikuja na nia njema, si kuvunja Uislamu, watakaokithirisha ibada, lakini hawakuangalia utaratibu na maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna alivyokuwa akiishi na mfumo aliokuwa akiufuata katika ibada. Huu ni mfano mmoja, lakini mfano mwingine ni kile kisa ambacho sisi tunakitaja kila mara cha Abdullah ibn Mas'ud. Hadith Abdullah ibn Mas'ud Abu Abdurrahman na wale watu ambao walikuwa wamekusanyika msikitini, wakiwa wamekaa kwa vikundi katika vikundi wana mawe yao, alafu mmoja katika wao ndiye kinara pale, anawaambia wenzake sabbihu Allah 100, semeni subhanallah mara 100. Wale wanatumia ile mawe yao subhanallah 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 mpaka yatimia mara 100. Wakimaliza anawaambia kabbirullaha 100, semeni Allahu akbar mara 100, Allahu akbar Allahu akbar, halilullaha 100, semeni la ilaha illa Allah mara 100. Wanasema hivyo la ilaha illa Allah mpaka wanamaliza. Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu alipofika pale msikitini na kuwaona wale watu wanafanya vile, akawauliza mnafanya nini? Wakajibu haya ni mawe, tunahesabia tahlili, takbira, tasbihi. Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu akawaambia hisabuni maovu yenu na mimi nitawadhamini kutokupotea mema yenu. Maangamivu ni yenu, mmeangamia nyinyi. Enyi umma wa Muhammad, haraka yenu iliyoje hii ya kuangamia kwenu. Kisha akaanza kuonyesha mifano na njia ya kuigwa. Sema haulai sahabatu nabiyikum mutawafirun, hawa masahaba wa mtume wenu sallallahu alaihi wasallam bado wako wengi. Sisi masahaba bado tupo, maana walikuwa wanafanya hali kwa sisi katika masahaba. Sisi masahaba bado tupo wengi. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla, na hizi nguo zake mtume sallallahu alaihi wasallam bado hazijachakaa, kuonyesha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam tangu kufariki ni karibu tu hapa, haikupita miaka mingi, hata nguo zake bado zipo hazijachakaa. Wa hadhihi aniyatuhu lam tuksa, na hivi ni vyombo vyake hapa havijavunjwa bado. Kuna vyombo vya mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akivitumia bado havijavunjika, ni karibu tu hapa, kwa maana kwamba ili jambo nyinyi mmelileta karibuni tu baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha akawaambia ninaapa kwa yule ambaye walladhi nafsi biyadihi, naapa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mikono yake, antum ala millatin ahda min millati Muhammadin, nyinyi mtakuwa katika milla
nzuri zaidi na ya uongofu zaidi kuliko mila na utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au nyinyi mtakuwa sasa mtaka kufungua mlango wa upotevu. Ibn Mas'ud anazungumza maneno haya, au muftatihu babi dhalala, au nyinyi ni wenye kufungua mlango wa upotevu. Wewe jiulize kabla hatujafika mwisho, na ni maneno ya misihi wameyataja wanawachuoni kwa sanadi zilizo sahihi kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud. Kwani amewafuma Ibn Mas'udi watu hawa wakifanya nini? Walikuwa wako wapi na wafanya nini? Jawabu, walikuwa wako msikitini. Wanachokifanya ni adhkari hizi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sasa mbona awaambia hawa watu kwamba wafungua mlango wa upotevu? Kwani ni jambo gani baya lenye kupingana na dini walilolifanya? Kama jambo ni baya linapingana na sheria, hilo halitakubalika. Tayib, haya kama hili sasa, hili ni jambo ukilitazama tu ile asili yake lina ubaya gani? Wale watu baada kupewa maswali magumu na kusakamwa na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wakamwambia ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa alkhair. Ewe baba wa Abdurrahman, sisi hatukukusudia katika mkao wetu huu na haya mambo tunayofanya isipokuwa khairi. Siwastabiqul khairat waf'alul khair, aya zimekuja kimbilieni khairi, nafanyeni khairi. Watu wamehimizwa kufanya khairi na hii ni khairi. Wakasema ma aradna illa alkhair, sisi hatukukusudia ila khairi. Sasa wewe sikiliza majibu ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Akawaambia, wa kam min muridin lilkhairin lan yusibahu, ni watu wangapi wanakusudia kufanya khairi lakini hawataipata? Yani kathir, kwa sababu wajrul bikam ma kunta anhu mukhbira, alafu mu'azziman liqadrihi au mukabbira katika baadhi ya nusakh, au mukathira katika mulhatul i'rab. Kwa kama ya khabaria jurisha kwa kama muda wa kuwa wewe ni mwenye kutoa habari, hali ya kuwa ni mwenye kuliadhimisha jambo lake, na hali ya kuwa ni mwenye kulifanya kwa wingi. Kwa hiyo ukisema kam, kwa maana yake nyingi. Kam min murid, wangapi? Yani wengi waliokusudia khair lakini hawakuipata. Kwa hiyo inaonyesha ya kwamba nia njema peke yake haitoshelezi, na hadithi hii ni sahihi, wameisahihisha ahlu sha'n, watu ikhtisasi ya hadithi kutoka kwa Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sasa usije ukasema kwamba hiyo rai tu Ibn Mas'ud, rai tu. Maana kuna watu ukimwambia amesema sahaba, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaweza kutafuta tawili ya maneno. Amesema sahaba, atakwambia rai yake tu, labda mpaka kumwambia amesema Imam Shafi'i. Sasa hapo ndio nafsi yake inatulia, Imam Shafi'i amesema Nawawi. Sasa mambo haendi namna hiyo, hivi si sawa sawa. Wote hawa ni maimamu wetu, al-Imam an-Nawawi, al-Imam Shafi'i, lakini watu huzidiana. Alivyo Shafi'i sina kama Nawawi, na alivyo sahaba huwezi kumfananisha na al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, na yeye huadhimisha masahaba. Haya, sasa tukitoka katika jambo hilo, naona Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu namna alivyowakinga watu hao. Riwaya nyingine zilizokuja, kwa sababu kisa hiki amekitaja al-Imam Darimi katika sunani yake, wengine wanaita musnad, pia musnad ad-Darimi. Kadhalika kisa hiki amekitaja al-Imam Abu Nuaym al-Asfahani katika Hilyatul Awliya, na yeye ndiye anaeleza ya kwamba wakatolewa msikitini wale watu. Ibn Mas'ud akaamrisha watolewe msikitini,
Lakini kwa kuwa tayari ilikuwa washakufungua kijiupenyo kidogo cha bid'a, ilipotokea fitna ya makhawariji na bid'a yao, wengi wale wakatekwa na fikra zile, ndio wakasema faraaina ammatahum yuqatilunana ma'a al-khawarij yawm an-nahrawan, tukawaona wengi wao wote wao wale wanapigana na sisi dhidi yetu pamoja, wakiwa pamoja na makhawariji siku ya vita vya Nahrawan. Kwa hiyo wakawa upande wa pili dhidi ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu arda. Na hiyo ndio ubaya, na huo ndio ubaya wa bid'a. Kadhalika jambo lolote hapa ni mfanye ufupi, habari ziko nyingi zinazohusiana na masahaba kukataa au tabi'in kukataa jambo hata kama mtu nia yake ni njema. Sasa jambo nyingine, nukta ya pili ni kwamba hata jambo likiwa asili yake ni sunna, lakini ule mtindo wake ukawa huko katika sunna, namna linavyotendwa lile jambo, basi jambo hilo huwa bid'a. Kuna mifano mingi. Mfano wa kwanza, na huu ni mfano tunaotaja mara kwa mara, na hata al-Imam Suyuti Jalaluddin Suyuti kwenye kitabu chake hichi kinachoitwa al-amru bil-ittiba'i wan-nahyu 'anil ibtida'i ametaja huko. Kuna swala inayoitwa salatu raghaib, ambayo swala hii huswaliwa Ijumaa ya mwanzo wa mwezi wa Rajab, kadhalika na tarehe 15 siku ile 15 mwezi wa Shaaban. Kuna baadhi ya miji na baadhi ya Waislamu walikuwa wakiiswali swala hii inaitwa salatu raghaib, na kwa utaratibu na mtindo waliojiwekea wenyewe. Ni swala lakini wamejiwekea utaratibu na mtindo wao. Sasa ukiitazama katika asili yake ni swala, lakini mtindo ni wao ambao wenyewe wamefikiria kuuweka, wakidhani kwamba maadamu jambo lina asili tu yatosha, hata kama mtindo na ile kaifia haiko katika mafunzo, imetosha tu maadamu ni swala, acha tuswali tu. Walidhani hivi. Sasa walipoulizwa wanawachuoni, kwa mfano al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika fatawa yake, fatawa ya an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ukurasa wa 26, anasema salatu rajaba wa sha'bana bid'atani qabihatani madhmumatani, swala ya Rajab na Shaabani hizo ni bid'a mbili mbaya zinazosemwa vibaya, zilizozushwa. Sasa tukija katika mtazamo na huu msingi aliojenga Bwana Aweso, alisema kwamba kama jambo likiwa zuri linafikiana na sheria, hilo litakubalika. Tayib, swala hii haiafikiana na sheria? Jawabu ni kwamba inaafikiana na sheria katika asili yake. Je, katika huu mtindo wake salatu raghaib, mtindo wake huafikiana na sheria? Sasa tuchukue kila jambo tulifanya hivi hivi katika mambo ya ibada yanayofanywa, tuangalie, je, ibada hii ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini ibada tunasema hii ni ada tu. La, kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada. Kwa hiyo kama ni ibada, tuangalie ibada hii ilifanyika vipi. Tusiangalie tu kwamba asili iko. Naam, asili iko. Je, ilifanyika vipi? Maadamu ni ibada. Kwa hiyo tukilitafuta hilo, tukiona upande wa pili ambao ni upande wa kaifia na namna ya kuiendea ibada hiyo, sio, tutasema hapana, hapa tayari hii ni bid'a. Na ndio hili lilofanya al-Imam an-Nawawi kuiita salatu raghaib kuwa ni swala ya bid'a, tena kabiha, tena madhmuma. Kadhalika al-Imam al-Murtada az-Zabidi katika ithafu sadati al-muttaqin, ithafu sadati al-muttaqin, ambayo ni sharhi ya Ihya Ulumuddin, yeye anasema bid'atani kuhusiana na salatu raghaib, kwamba hizo ni bid'atani
mawdhu'atani munkaratani qabihatani, kisha akasema wala taghtarra bidhikrihima fi kitabi alquti walihyai. Hizo swala hizo za Rajab, Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Rajab na tarehe 15 ya mwezi wa Shaabani, tarehe 15 ya mwezi wa Shaabani, anasema hizo ni bid'a mbili zilizozushwa, tena zilizokuwa ni munkar. Una munkari gani hapo? Hata uko msikitini waswali, munkari gani? Yanasema ni munkari hizo tena mbaya. Alafu anawaambia watu wala usihadaike kuwa zimetajwa kwenye kitabu Qutul Qulubi na Ihya'u Ulumiddin, kwa sababu mwenye Qutul Qulub Abu Talib al-Makki ametaja hiyo. Mwenye kitabu Ihya'u Ulumiddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ametaja. Sasa kuwa wewe umekuta swala hiyo imetajwa na ikatetewa katika kitabu Ihya'u Ulumiddin au imetajwa kwenye kitabu Qutul Qulubi, wewe usighurike na jambo hilo. La taghtarra bidhikrihima fi kitabi alquti walihya. Sasa nani atakayesema kwamba swala ni jambo baya, jambo la munkar? Haya, katika wanawachuoni wakubwa wa madhhabi ya Shafi'i ni al-Imam Ibn Hajar al-Haytami al-Makki. Katika kitabu chake al-Fatawa al-Hadithiyya, na uzuri pia leo nimekuja nacho kitabu ile chapa ya zamani, kitabu hiki kinaitwa al-Fatawa al-Hadithiyya cha al-Imam Ibn Hajar, al-Imam muta'allamatu zamanihi wa faridu dahrihi wa wahidu awanihi baqiyatu al-mujtahidin wa khatimatu al-fuqaha'i wal muhaddithin al-Sheikh Ahmad Shihabuddin Ibn Hajar al-Haytami al-Makki. Huyu bwana katika wanawachuoni wakubwa wa madhhabi ya Shafi'iyya ana mambo mengi huyu, katika mambo ambayo miongoni mwa hayo amemtaja vibaya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwa dhulma katika kitabu chake hiki. Lakini sio darasa yetu leo. Nimesema iko siku tutakuja kumzungumzia Ibn Hajar, jambo ambalo limempelekea al-Imam al-Alusi Nu'man al-Alusi rahimahullah ta'ala akaandika kitabu maalum al-Muhakamatu baina al-Ahmadain, takuhukumu baina ya Ahmad wawili, Ahmad Abdul Halim na Ahmad Ibn Hajar. Kitabu kipo madukani maarufu. Akaenda kwa insafu kabisa kuonyesha kwamba haya anayofanya Ibn Hajar ni dhulma kwa Ibn Taymiyyah. Sasa hayo tuyaache. Sasa huyu kwenye kitabu chake hiki aliulizwa swali moja, maana hizi ni fatawa, kuna maswali na majibu. Akaulizwa kuhusiana na mtindo mmoja unaofanywa na baadhi ya waadhini. Anaadhini alitaadhana, baada ya adhana kwisha alafu anaongeza wa sallallahu wasallam, amswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, anaileta salatu ala nabii Allahumma salli ala, baada ya adhana mubashara kwa sauti ile ile adhana. Akaulizwa Ibn Hajar katika kitabu chake hiki katika ukurasa wa 131, vipi kuhusu jambo hili salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam aqiba al-adhan? Akasema al-aslu sunnah wal kayfiyatu bid'atun, asili ya adhana na asili ya kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam ni sunna, lakini huu mtindo huu ni bid'a, kuonyesha ya kwamba bid'a inaingia katika kaifiyat na hayat kama vile inavyoingia katika asli. Kwa hiyo usitosheke tu kwamba jambo hili lina asli, taibu asli lakini latendwaje? Maana ikawa kweli lina asli lakini kaifia unayoleta ni kaifia ya kizushi.